Katika usiku wake wa kwanza akifanya kazi kwenye jengo la ghorofa la kifahari, alisikia sauti ya ajabu ikitokea kwenye tundu la mfumo wa kiyoyozi. Alipoenda kuchunguza, alishtuka kukuta sura ya binadamu ikionekana kwa mbali ndani ya tundu hilo. Msichana huyo alipata ganzi kwa hofu. Muda huo huo, kicheko cha kutisha kilisikika ghafla nje ya mlango. Alitoka haraka kwenda kuangalia, lakini taa za ukumbini zilizimika ghafla. Katika giza hilo, msichana alikumbuka onyo la msimamizi wake: usizurure hovyo baada ya saa 4 usiku. Saa 1 mapema, mfanyakazi wa ndani aliyeitwa Asia alikuwa amepiga kengele ya mlango wa jengo hilo la kisasa mjini New York. Alikuwa amepokea taarifa mwezi mmoja uliopita kwamba angeanza kazi rasmi katika jengo hili leo. Lakini mara tu alipoingia ndani ya jengo hilo, alihisi kitu kisicho cha kawaida kuhusu kufuli za milango. Kwa nini kulikuwa na kufuli nyingi kiasi hiki? Lakini kwa kuwa hili lilikuwa jengo la hadhi ya juu New York, Asia hakufikiria sana. Msimamizi wake Lily alikuwa amemwambia kwamba ili kuhakikisha faragha kamili ya wakazi, wafanyakazi walipigwa marufuku kabisa kubeba simu za mkononi. Kilichomshangaza zaidi ni kwamba alipoingia kwenye vyumba vya wafanyakazi ghorofa ya kwanza, alikuta kundi la wafanyakazi wa ndani wamejikusanya pamoja, wakila kwa ulafi, huku wakizungumza maneno ya ajabu kuhusu matoleo na vitu kama hivyo. Asia alijawa na mkanganyiko. Lily alieleza kuwa hiyo ilikuwa tambiko la sherehe ya jengo hilo. Usiku huo mmoja wa wafanyakazi angepata tuzo maalum. Walipokuwa wakizungumza, walifika chumbani kwa Asia bila kutarajia. Mmewe Lily aliingia chumbani humo ghafla. Alieleza kwa haraka kuwa alikuwa pale tu kutoa takataka. Baada ya kumuonya kwa haraka asizurure usiku, Lily aliondoka. Baada ya kusafiri kutwa nzima, Asia alitaka kuoga, lakini mvuke ulianza kujaa bafuni. Maandishi yalianza kuonekana kwenye kioo. Lakini muda mfupi baadaye, matone ya maji yalianza kuanguka, na kufikia wakati Asia anatoka bafuni, alama za maji kwenye kioo zilikuwa zimetoweka. Hata hivyo, mara tu alipotoka bafuni, matukio ya kutisha yalianza kujiri. Kwanza, kulikuwa na kitu cha ajabu kwenye tundu la kiyoyozi. Kisha taa za ukumbini zikazimika ghafla. Bahati nzuri taa za dharura ziliwaka kwa wakati, lakini Asia alihisi wazi wazi kibuli nyuma yake. Akiwa bado ameduaa, Asia alikimbilia chumbani kwake moja kwa moja na kukaza kiti kwenye kitasa cha mlango. Aliketi kitandani akikodolea macho lile tundu la kiyoyozi, huku akichezea kiberiti mkononi mwake bila kujitambua. Kabla hajajua ilikuwa tayari saa 3 usiku. Akiwa mchovu chakari, Asia alishindwa kuendelea kukaa macho na akalala. Lakini sekunde iliyofuata, kitasa cha mlango kilizungushiwa ghafla. Shukrani kwa kile kiti kilichozuia mlango, haukuweza kufunguka, lakini mtu aliyekuwa nje hakuondoka. Mara baada ya hapo, sauti ilitoka tena kwenye tundu la kiyoyozi. Kisha ile sura ikatokea tena. Ghafla joko lake lilianza kutikisika kwa kuvu, lakini hakugundua chochote mpaka pale kibuli kiliposogea polepole kuelekea kando ya kitanda. Kikikodolea vidole vya miguu vya Asia vilivyokuwa vikitikisika, kibuli hicho kilifanya ishara chafu ya kingono. Asia alionekana kuhisi kitu na kurudisha mguu wake polepole, lakini kibuli kile kilizunguka kimya kimya hadi upande wake. Kisha tone la tave likaanguka, jambo lilomshtua Asia na kumwamsha. Akihisi kwa mbali kuna kitu hakiko sawa, aliangalia juu polepole, lakini hakupata chochote kwa sababu yule mtu alikuwa tayari amejificha nyuma yake. Kibuli hicho kiliruka ghafla na kumkamata Asia kwa kuvu, lakini hakutarajia kuwa Asia angepigana kiume kukigongesha shingio ya mvamanizi kwenye kona ya meza. Lakini Asia alipoangalia kitambaa, aligundua kuwa lazima alikuwa amevuta hewa ya dawa ya kulevya. Kisha sauti ya kufunguliwa kwa mlango ikawa ya dharura zaidi. Katika hali hiyo ya nusu kaputi, Asia alijua kuwa ili anusuru ilibidi apigane kwa ajili ya maisha yake. Macho yake yalielekea kwenye taa ya mezani. Muda huo huo, sauti ya mlango iliongezeka na lile tundu la kiyoyozi likalazimishwa kufunguka, ambapo mwanamke aliruka ndani. Asia alitambaa mbele kwa nguvu zake zote, huku wanaume wengi waliovaa nguo nyeusi wakimiminika chumbani. Bahati nzuri alifanikiwa kutambaa hadi deski kwa wakati na kukata waya wa umeme wa ile taa. Hakuweza kuvumilia zaidi na akaanguka sakafuni. Wakati wale wanaume waliovaa nguo nyeusi wanajiandaa kumbeba Asia na kuondoka naye, hawakugundua kuwa alikuwa amekata ule waya. Shambulizo la kulipiza kisasi lilikuwa limepangwa mapema.